Familia ni kituo cha kwanza chenye kuleta maendeleo ya kiroho, kimaadili na kimwili. Yaani kama misingi haikuwekwa toka huku chini kwa huyu mtoto kuipenda dini yake, huku juu kazi kubwa sana kumfanya ipende dini yake. Apende kwenda msikitini kuswali, apende kwenda kanisani kusali. Kama misingi haijawekwa huku, shughuli ya kushughulika naye huku ni kazi. Ndio maana Waswahili wanasema hivi, huwezi kumfundisha mbwa mzee kubweka. Mbwa anafundishwa akiwa mtoto. Huwezi kumfundisha mbwa mzee kubweka. Na mtoto mleavyo na samaki mkunje ngali mbichi. Tunasema familia ni hospitali ya kwanza iliyo karibu zaidi na wagonjwa. Our families ni hospitals. Yaani baba umevurugwa huko, ukirudi nyumbani unatazamia upate faraja nyumbani, hospital. Mama umevurugwa huko, anatazamia kirudi nyumbani aikute faraja nyumbani. Watoto wamevurugwa huko, wanataka wakirudi nyumbani waikute faraja nyumbani, wakutane na maneno ya kutia moyo, sio ya ukome wewe nilijua. Sasa shida inakuja hapa. Kazini umeumizwa, alafu unarudi nyumbani unaumizwa, utaishi siku nyingi? Familia ni hospitali ya kwanza iliyo karibu zaidi na wagonjwa. Na kwa taarifa yenu, sisi tunaoshughulika na masuala haya ya counseling mara kwa mara, na sisi wengine tumepewa neema pia kuwa watumishi, kuwa wachungaji. Mimi ni mwaka wangu wa 29 katika huduma ya kichungaji. Nimekutana na mambo mengi kuhusu watu. Na nimejifunza kwamba yani watu wengi wana matatizo ya nafsi kuliko matatizo mengine. Mtu anaenda hospitalini kule, wadaktari hao kina Uganda wanakuta wanapima kila kitu, hakuna. Wanamwambia wewe tunaenda kapumzike. Watu wengi na matatizo mengi ya nafsi kuliko matatizo mengine. Sasa hayo matatizo yanatengenezwa wapi? Wakati mwingine yanaanzia kwenye familia, maeneo ya kazi, kwenye jamii zetu. Sasa tusipojua namna ya kuenenda na haya, inaleta shida. Familia ni hospitali ya kwanza iliyo karibu zaidi na wagonjwa, ndipo kimbilio. Wewe na mimi tukifa leo hatutapelekwa kwenye ofisi zetu, tutapelekwa nyumbani. Familia ni hospitali. Swala sio nyumbani, swala ni kwamba nyumbani kukoje? Kukoje? Kuna mheshimiwa fulani alifariki kipindi fulani mahali fulani, wanakwenda kuzika, mama hayupo. Sio kwamba ameenda mbali. Ukishaona mazingira namna hiyo kuna shida. Hivi ninavyozungumza kuna watoto wanaumuuliza mama yao, baba yetu atafariki lini? Kuna mama mmoja alitoa shukrani ya pekee kanisani, mimi si mchungaji, anamshukuru mume wake kwa kupata uhamisho. Tuna mambo mengi. Asante Yesu, kikombe hiki kimeniepuka. Ukiona hivyo kuna shida. Familia hakuko sawa, mpaka watu wanashukuru usiwepo, tatizo. Familia ni kitabu cha haki. Nyumbani usipokuwa na haki, usitegemee mtu huyo ambaye hatendi haki nyumbani atatenda haki kwa watu wengine mahali pengine. Amani na upatanisho vikianza kwenye nyumba zetu, vinaendelea na kwenye jamii. Kwa hiyo kadri tunavyokuwa na familia nyingi zisizo na amani na roho ya upatanisho, ndivyo hali hiyo inavyohatarisha ustawi wa jamii na taifa. Familia bora hii hujenga jamii bora. Kila kitu kinakuwa centered, kinaanzia pale kwenye familia. Umaarufu wa jamii unatokana na familia zilizo bora. Familia ni kiwanda kinachotengeneza watu. Hatuwezi kujenga jamii na taifa lenye maadili mema pasipokuwa na familia zenye maadili.
hali ya nchi inaanza kuonekana nyumbani. Kwa wale Wakristo wanaambiwa kanisa linaanzia wapi? Nyumbani. Uongozi unaanzia wapi? Nyumbani. Uaskofu wako uanzie wapi? Nyumbani. Ushehe wako uanzie wapi? Nyumbani. Uimamu uanzie wapi? Nyumbani. Ni kitu cha ajabu, unajifanya kwa watu ni mwema alafu nyumbani kwako ni wahovu. Haina impact, huduma haina mguso kwa watu. Unachotamani watu wakutendee, na wewe ufanye nini? Utende hicho hicho. Ustawi wa taifa unaanzia nyumbani. Nyumbani. Tukitaka tuwe na viongozi bora kwenye taifa hili, lazima tuwatengeneze kuanzia kwenye familia. Tukitaka tusiwe na watu wala rushwa, lazima tuanze kutengeneza familia zetu, watu wakatae, wasipende mambo ya rushwa na mambo mteremko. Vinginevyo ni sawa na kumpigia gita mbuzi. Tunazungumza masuala ya ukatili, si ndio? Wakatili wanatengenezwa wapi? Hawaji kimiujiza, wanatengenezwa kwenye familia. Kwa lazima turudi kwenye familia. Ndio maana tamki ya foundation inarudi huku wanapotoka watu, huku, kwa sababu wakatili wanatengenezwa huku, hawaji kimiujiza. Kila siku mtoto au watoto wanaona magomvi ya baba na mama. Kila siku ndio wanacho experience. Toka akiwa tumboni kwa mama yake, baba na mama wanagombana. Kazaliwa wanagombana. Unategemea tazaliwa mtoto gani? Ile roho inakwenda ile, inamtafuna yule mtoto, inaleta maangamizi. Mtakatifu Papa Yohana Paul wa pili aliwahi kusema hivi katika moja ya hotuba zake. Alisema namna familia inavyoenda ndivyo taifa linavyoenda, na ndivyo dunia inavyokwenda. Uhai wa taifa unategemea uhai wa familia. Pasipo maadili hakuna uhai. Sasa naomba nigusie kidogo hali ya familia ikoje sasa hivi. Hali ikoje? Ombwe la malezi ni kubwa katika familia nyingi sana. Wazazi wa kuzaa ni wengi, lakini wazazi wa kuzaa na kulea ni wachache. Ni wachache sana. Bahati mbaya watu wengi wanazaa watoto lakini hawana maarifa ya malezi. Ndio maana semina zinaandaliwa watu waje. Wazazi wengi hawana muda na watoto wao. Wazazi wengi hawana muda. Kama alivyosema mwenyekiti wa bodi Mama Messi Sila, kuna ugonjwa wa TB. Mimi nimepata msamiati mpya leo, TB kumbe ni tubis. Mimi kwa sababu mama, asante kwa msamiati mpya wa TB. Nimeusikia leo hapa. Na kama taninyi mmeusikia hapa. Msamiati wa TB. Mimi nilikuwa najua yale ya TB nayo yajua. Kumbe ni tubis. Ninachotaka kusema ni nini? Kuna kitu kinaitwa work family balance, Tusipojua kubalance kazi na familia, hatuko salama. Tutatafuta pesa ambazo baadaye hatutazifurahia. Tutatafuta pesa, tutaishia kutatua matatizo badala ya kuzifurahia pesa. Kwa lazima hekima iwepo. Kazi lazima tufanye, kwa sababu bila kazi tumeambiwa tusile. Lazima tufanye kazi kwa bidii. Lakini tukumbuke kuna serikali inayoitwa familia, na baraka za kazi yangu zinategemea baraka ya familia. Mipango ninayopanga inategemea amani, furaha, baraka za familia. Tutapanga mengi, tutakwenda na vitu vingi, lakini tusipo balance kazi zetu na familia, hatuko salama. Na ndio maana hali ya sasa hivi. Sasa kuna hili tatizo. Wazazi wengi wanaishi na watoto wasiowafahamu vizuri. Kwa nini? Kwa sababu hawana ile kitu inaitwa quality time na watoto. Usipokuwa karibu na mtoto wako, huwezi kumfahamu. Ili umfahamu lazima uwe naye karibu. Wakati ule wa corona ule, adabu ya kukaa karibu na watoto ilitokea. Asante Yesu, corona ilikotoka, lakini iliwafanya watu wengine wawe karibu. Mzazi mmoja aliwahi niambia neno hili. Niambia, mchungaji, dokta, mimi hii corona ni kweli imeleta majanga, lakini mimi nimeshukuru kwa upande mmoja, kwa sababu ilinifanya niweze kupata muda kukaa na nini na watoto. Halafu akasema neno la pili, akasema
watoto wangu nilivyokuwa na wafahamu kabla, nilivyowapasivu kabla, baada ya kukaa nao karibu na kuwaelewa, ilibidi nibadilishe mtazamo wangu, nilikuwa siwafahamu. Kwa hiyo wazazi wengi leo hapa wanaishi na watoto wasiowafahamu kwa sababu hawako nao karibu. Huwezi kumfahamu mtoto wako kama hauko karibu naye. Huwezi kufahamu hisia zake, huwezi kufahamu matazamio yake, huwezi kufahamu changamoto zake, huwezi kufahamu vipawa vyake, huwezi kufahamu matamanio yake na kadhalika. Na hali hiyo ilivyo sasa hivi, kwa taarifa yenu nitazungumza baadaye, kuna hii hali inayojitokeza sasa. Wazazi hawaelewi watoto wao na watoto hawaelewi nini wazazi. Kwa taarifa yenu, familia nyingi sasa hivi zimevurugwa. Familia nyingi sasa hivi zinaishi kwenye mateso sana. Tunazungumza kama watu tunaodili na hizi issues kila siku. Familia nyingi, ndugu zangu, ziko kwenye mateso. Kama ya kwako haina mateso, sema asante Mungu.